tarehe 10 tutaanza nusu finali ya kwanza ambayo nadhani itakutanisha wale Katoro Sports na Stamiko United. And then tarehe 11 tutakuwa nusu finali ya pili. 12 tutapumzika tena. Tutapumzika hapo, tutakuwa na matokeo mengine yanaendelea, tutapumzika hapo. Tarehe 13 tutakuwa na mshindi wa tatu. Mshindi wa tatu tutacheza tarehe 13. Hatujui ni nani, itakuwa nusu tutakuwaje. Lakini tarehe 15, tarehe 14 tuna break kwa ajili ya maandalizi sasa ya tarehe 15. Kwa sababu shughuli tarehe 15 ni kubwa, ni ngumu, ni nzito. Inahitaji maandalizi makubwa sana. Kwa hiyo tarehe 14 tutaitenga kwa sababu ya kazi hiyo, kwa maandalizi ya tarehe 15. Na mwisho tarehe 15 tutaenda kuhitimisha shughuli yetu. Niwakaribishe watu tena, watazamaji wote waendelee kufuatilia ligi kupitia Vibe FM pamoja na kufika pale viwanjani ili tarehe 15 waje waangalie surprise zao. Yes. Okay, ulikuwa unasema na la ziada ndugu yangu bwana Shiguta. Tujasikia sauti yako, unaweza ukajitambulisha kabisa ili usikike. Karibu sana. Asante bwana Liakambo. Mimi naitwa Elias Shiguta. Tunafanya kazi chini ya ofisi ya Mheshimiwa Diwani Jumanne Sengo Misungwi. Mimi ni afisa TEHAMA. Okay. Habari na mawasiliano, teknolojia habari na mawasiliano ambaye tunasikia ndani ya kata hii, na tumekuwa mbele pia kupeperusha matangazo kwa ajili ya ligi hii tukishirikiana na radio hii Vibes FM 106.5. Hii zaidi tunaendelea kuwakaribisha watu wote. Ligi ya Misungwi Cup imeandaliwa kitaalamu sana, na ndio maana inagusa nyanja zote, makundi yote. Mheshimiwa yuko tayari kabisa kushirikiana na vijana na watu wote. Kwa kweli hajabagua kundi hata moja. Na viongozi wakubwa tutawaona, wengine watu tunaona hata kwenye TV. Mheshimiwa Manara atakuwepo. Sasa katika yote hayo tunahitaji kujifunza, na kama ilivyo kauli mbiu ya Mheshimiwa Diwani ya kwamba anahitaji kuleta tabasamu kwa wananchi. Kwa hiyo hii ni sehemu ya tabasamu na ni sehemu ya michezo. Tunashukuru sana, tunaendelea kuwakaribisha watu wote walioko ndani ya mkoa wa Geita, nje ya mkoa wa Geita, basi wakaribie siku ya finali ili tuje kushuhudia mambo surprise zile ambazo ulikuwa unajaribu kuulizia hata hapa. Kwa sababu siku hiyo kutakuwa na nyama choma, kutakuwa na mambo mazuri kweli kweli. Kutakuwa na burudani mbalimbali. Burudani ambazo tuliziona kwenye ufunguzi wa hatua ya makundi, kufukuza kuku, kukimbia kwenye magunia, kuvuta kamba, vyote hivyo vitajirudia tena. Kwa hiyo hata wale washiriki tunaendelea kuwakaribisha waendelee kujisajili, waone bodi ya ligi, wajisajili. Kama una kipaji cha kuvuta kamba, sogea. Kipaji cha kufukuza kuku, basi sogea pale uweze kujisajili kama mchezaji wa mchezo huu. Na zawadi mbalimbali pia zitaendelea kutolewa. Kwa hiyo tunaendelea kuwakaribisha watu wote. Asante, nikushukuru sana bwana Liankano. Kwa sasa tugusie kuhusiana na issue ya zawadi ndogo ndogo. Tunajua kuna kwenye mechi husika ikafika kuna mchezaji bora na mchezaji bora pia michuano kwa ujumla kwenye siku yenyewe ya hitimisho. Pengine zawadi ndogo ndogo hizi zikoje? Maana umetaja mshindi wa kwanza milioni 5, milioni 3 wa pili, milioni 2 pia. Kila mwaka tutakuwa na msimu wa Misungwi Cup kama unavyoona mwaka huu. Nadhani na alivyosema hata siku ile ufunguzi alitangaza pale kwamba dau litaongezeka kulingana na kila mwaka anazidi kwenda. Alisema mwaka unaokuja mshindi wa kwanza mwaka huu ni milioni 5, unaokuja anafikiria kwenda kwenye milioni 10. Kwa hiyo naamini mashindano yatakuwa mazuri yanayofuata kuliko haya. Maana yake tufikirie vitu kubwa sana kuanzia sasa na kuendelea kutoka mashindano mzuri. Na pengine mshawahi kumshirikisha kuhusiana na issue ya viwanja kwa mamlaka mji mdogo kwa hasa kwenye jina lake Kata Rudete. Hana mpango wote wa kuanzisha kiwanja ambacho kitakuwa kinasaidia kwenye michuano. Maana tukiangalia tunatumia eneo la serikali kwenye upande wa sekondari Rudete. Anaweza kaandaa eneo lolote la uwanja, ana mpango huo la? Kiukweli yajayo yanafurahisha. Yajayo yanafurahisha, tumpe muda. Okay. Yuko tayari kufanya mambo makubwa sana kwenye kata yake. Okay. Sawa, tunashukuru sana mheshimiwa, lakini pia mmeambatana na Bernard Samike. Bwana mkubwa Lianga, unafanya naye mishe ndugu yetu, maana nimekutana naye kwenye matukio mengi sana ndondo ya utangazaji. Bernard Samike, mambo vipi ndugu yangu? Salama. Kwema kabisa. Salama kabisa. Za siku nyingi? Siku nyingi ni njema kwa sababu tumekutana tena leo. Ni muda mrefu kidogo, lakini ndio hivyo, masuala ya mpira, masuala ya burudani ya mpira wa miguu na masuala mengine mengi yanakwenda kutukutanisha tena, na siku ya leo nimefurahi kwa sababu tumekutana familia kuzungumzia masuala mazima ya kimchezo na hususan ligi hii ya Misungwi Cup Diwani 2026. Kwa maana halisi ya kwamba nimeambatana na ndugu zangu kama msaidizi wa yule ambaye ni mchukua taarifa pale kwenye ule uwanja pamoja na
kuwepo na usaidizi katika matangazo, kuboresha matangazo, kuweka ubunifu tofauti kila siku, jinsi ambavyo michezo inavyoendelea, kuhamasisha watu vile vile wajitokeze kwa wingi uwanjani, kwa sababu hakuna kiingilio, kupita na PA kidogo na watangazia watu wafahamu, kwa sababu kuna mtu mwingine akishajua tayari kwamba kila siku wanapita kupiga PA, ina maana atakuwa anasubirisha, asipoona PA anajua kwamba mpira haupo. Kwa maana hiyo kupitia Misungwi Cup imekuwa imejitahidi sana kwa namna ya kipekee kwa inapita na PA kila siku, yaani asubuhi kama muda kama huu hapa tunavyozungumza kwenye kipindi hiki, PA tayari inaandaliwa kwa ajili ya kupita mitaani, nyumba kwa nyumba, kwa ajili ya kuhamasisha watu, na ni ligi ambayo nimeshuhudia Yanga, ndo kwamba ni ligi ambayo ina vibe kubwa. Kwa maana hiyo wachezaji wenyewe imekuwa ni hamasa na ni tija kwao, kwa sababu ni ajira ya mtu mmoja mmoja. Ajira imekuwa ni kubwa, si wakazi tu wa kata ya Rudete, ni ajira kwa Wanageita, wa Tanzania kwa ujumla. Kwa maana kuna mtu mwingine ni mchezaji aidha anatolewa Shinyanga, anakuja kwa ajili ya michuano hii kuipambania timu yake, tayari anaingiza chochote kitu ambacho kinasaidia yeye pamoja binafsi na familia kwa ujumla. Kwa maana hiyo kuna ajira ni nyingi ambazo zimetoka kwa Mheshimiwa Misungwi. Kwa hiyo ni kongole kwake, na zaidi tu ya yote ni mimi ni shauri tu na kusihi kwamba mashabiki kama wanasikia moja kwa moja kupitia Vibe FM waendelee kuwa wafuatiliaji wazuri wa ligi hii, na ninaamini tarehe 15 ambayo ndio tamati ya michuano hii hapa, kuna surprise nyingi ambazo zitafanywa pamoja na sisi watangazaji, lakini pamoja na familia nzima ambayo ni watu wasimamizi wa ligi na watu wengine na mheshimiwa mwenyewe na wageni rasmi wenyewe. Kwa maana hiyo itakuwa ni kama siku ya sherehe mtoko. Unajua Yanga ndio TV. Kuna namna fulani ya mtoko, mtu anaamua tu kwamba afanye aweni fulani ili kusudi jambo liwe zuri zaidi. Kwa hiyo tumpongeze, tunazidi kumuombea mema zaidi mheshimiwa diwani Jumanne Sengo Misungwi. Azidi tu kuwepo na moyo huo kwa vijana, na hasa ligi hili jambo lihamia hata kwa dada zetu pia vile vile ambavyo yeye anafanya kwa vijana na wanawake vile vile, afanye hili jambo ili kusudi na wao wajisikie kwamba faraja kwamba ni miongoni mwa wanafamilia wa kata ya Rudete. Vitu ambavyo vinawakuta watu wa Katoro na kata nzima ya Rudete. Kwa maana hiyo ni shughuli ambayo inaonesha ina ukubwa na hadhi wa aina yake kwa masuala mazima ya ligi za ndondo, lakini ni ligi ambayo ina mpangilio mzuri. Kwanza ukianzia kwa waratibu wenyewe wako vizuri, waamuzi wa michezo wanaochezesha wako vizuri, lakini ukiangalia hata uongozi wenyewe uliowekwa pale, madaktari wale, kuna daktari maalum ambaye ni kwa ajili ya mashindano haya. Si kila timu inakuja na daktari wake. Kuna ubunifu ambao umetengenezwa na mheshimiwa diwani kwamba awepo daktari mmoja maalum kwa ajili ya michuano hii. Kila siku mchezo unapochezwa awepo pale uwanjani. Kwa maana hiyo ni maana halisi ya kwamba kuna timu nyingine haina uwezo wa kuajiri daktari, lakini kupitia Misungwi Cup imefanya hayo masuala ya kuwepo na daktari. Lakini mengineo zaidi ni tokea niangalie mashindano haya na kuwepo kwenye familia hii ya michuano hii na kuwa kama mtangazaji wa hii ligi, nimeona vitu vingi. Yanga ndo TZ ni vitu ambavyo aidha nikizungumza haraka hapa ni namna jinsi ambavyo watu wamekuwa na aweni kubwa ya kuona vitu vinavyofanyika pale, lakini wamekuwa ni hamasa kubwa, kwa sababu kila siku ukiwepo pale uwanjani tunaona kila siku watu wanazidi kuongezeka kwa sababu ya hamasa ambayo inaendelea. Lakini utulivu wa timu zenyewe kwenye mashindano, timu ikitoka kwenye mashindano inakubali kabisa kwamba tayari nimetoka kwenye mashindano, inakaa pembeni, wanakuwa kama ni mashuhuda na washahidi wa jinsi ambavyo ligi inaendelea. Lakini kingine nimekiona kwa wachezaji wenyewe ambao wananunuliwa kwenye hizi timu ambazo zinashiriki. Okay, asante sana Bernard Samite. Ce soir les nations se rencontrent sous les lumières du monde pour une seule couronne.